ووفقنا الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا وما الله مثل الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kufikia darasa yetu ya kukomesha ya Ramadhani mwaka huu, hatuwezi kusema darasa mwisho, sababu kusema darasa mwisho ni kuipiga fali ya safari. Ni darasa kuikomesha Ramadhani mwaka huu ili mwaka mwingine tufungue, ambao wenyewe wazee walikomesha siku ya leo, kisha zikaendelea darasa kama hizi. Na alhamdulillah imeendelea mpaka leo. Wameendesha wazee, wameendesha ndugu, wameendesha watoto, na mpaka leo yaendelea na yasimamiwa na wazee wote, alhamdulillah. Na leo imefika siku ya kungojea tena Idi ambayo iko karibu, na tutamaliza hizi aya kidogo ili tupate kutabaruku tukomesha darasa yetu. Tuko ndani ya sura Az-Zukhruf mwanzo. Baada ya kueleza, tunaeleza habari ya Qur'ani, leo tueleza habari ya mitume. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, mara ngapi tumewatumiliza au wangapi tuliotumiliza mitume katika watu wa nyuma. Mitume wangapi? Wengi sana wametumilizwa fil awwalin, katika watu wa mwanzo. Watu wa zamani walipata mitume wengi sana, tena wengi. Kwanza kila mahala kulikuwa kuna mitume, hakuna mahala kulikosekana mitume. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa likulli qaumin hadi. Kila mahala kulikuwa na mitume, lakini wale julikana wamejulikana na sojulikana hakujulikana. Na wale wataja mtume sallallahu alaihi wa sallam anbiya ikatoba 1,024 wamejulikana. Waliotajwa wale rusuli kwa ni 315 wamejulikana. Tuliolazimishwa tuwajue 25 kuwajua. Watu wengine labda lazima wahifadhi. Kuhifadhi ni uzuri, uwajue tu. Ukitajiwa hata ukitoka usingizini ujue ni mtume. Hudi nani usifikirie, Dhulkifli nani usiotafikiria Dhulkifli nani ni sahaba au itakuwa makosa pale. Lazima ukitajiwa ule mtume moja kwa moja umjue huyu ni mtume kadhaa. Na ukiwajua tarikhi zao ndio bora zaidi, na kazi zao, na ukihifadhi ni bora zaidi, sababu wale mitume 25 ndio waliotajika kwa tafsili ndani ya Qur'ani. Tukaambia tuwajue wale watano ambao kama ni ulul azmi, na katika watano tumjue Sayyidina Muhammad ambaye ndiye bwana wa mabwana wote. Lakini kitu ambacho kwa tumeelezwa hapa, hakuna mahala pote ila tulitumiliza mtume. Wa kama arsalna, wangapi tumetumiliza min nabii, nao ni manabii fil awwalina, katika umma wa nyuma, manabii wengi sana. Wakati mwingine wakipambana 70 50 mahala pamoja, na wakati mwingine wakiuawa na Bani Israila 50 70 saa moja. Walikiua mitume 70, kisha wakaketi wakala kama kaida, kama kwamba wameua sijui ni kitu gani, hata washutuki kama. Na mpaka leo hawajali kuua kabisa. Ndio Qur'ani kasema wayaktuluna an-nabiyina bighairi haqqin wayaktuluna alladhina yamuruna bilqisti minan nas. Yaktuluna imekuja kwa fi'l mudhari. Kwa nini kuleta fi'l mudhari? Maana yake ni kazi yao mpaka leo, ni wamekosa tu. Leo kampata wataendelea. Ama hawa alladhina yamuruna bilqisti mpaka leo waua wao. Tena waua vibaya sana. Ima waua kwa pasumu, au waua kwa nyonga, au waua kwa haribia jina lao na risala yao kazi. Na huu uwaji wa mwisho ndio mbaya zaidi. Maana ukimpiga risasi mtu umemjenga zaidi. Maana ataonekana mtu yuko na haki imeuawa. Ukimpa sumu atakufa kaida, lakini kumharibia jina lake na kumharibia risala yake, na hii ndio hatua kubwa walichukua ahli kitabi kuwamaliza alladhina yamuruna bilqisti minan nas. Na wamesema ndio hatua yetu hii, tutakokuwa dini kupomosha heshima ya waongozi wa dini nyingine sio kwa dini yetu.
na wamejaribu kupomosha heshima sana. Ndio kifungu chao katika protokoli zao, kifungu cha 17 wametia jambo kama hili, tupomosha heshima ya waongozi wa jijini, na tumefaulu. Wamesema wamekuwa watu hawaheshimiwi tena, na katika ajabu wamefaulu zaidi kwetu sisi ahli sunna wal jamaa. Ndio faulu kabisa. Sisi hatuna muongozi mmoja tulioshikana naye kwa ndiye muongozi wetu. Leo utaona madhhabi yote yana muongozi wao ya haki na batili, mmoja tu wenyewe mtegemea wote, hatupingi, na akiwa ni mkubwa anakuwa ni mkubwa na kuheshimiwa na kupokewa. Tunao mifano mabora. Akija shekhe wao utaona wote wameminika na kumpokea na kumwangalia na kumkirimu na kufanya na asemalo wakamsikiliza na sharia toayo. Maaga Khani japo hatukubali Uislamu wao, lakini wana nidhamu tangu ya kupokea mgeni mpaka ya mapesa, mpaka kwa wao hakuna maskini katika upande wao. Utaona wengine wana mashekhe wao, mufti wao wakubalia. Sisi kwetu hatujui mkubwa, bali hakuna kitu kibaya kwetu kama kuwa mkubwa. Hapa Unguja tukiuliza mkubwa nani wa dini, kuna cha mkubwa Unguja bwana, imekuisha bwana. Fulani fulani hafai kabisa ule. Fulani ho ndiye mbaya kabisa. Fulani usimtaje kabisa. Basi tutajie wewe bwana mama. Basi hatuwezi jamaa kumweka mmoja tulomkubali sisi ya kuwa huyu si mkubwa, tushikizie tu ule ukubwa usianguke. Mkubwa ni wewe, lakini mweke mmoja ambaye kwamba tujue tukiwa na matatizo tumrejee. Basi hakuna popote. Ukenda bara huko Tanzania kadhalika wamemalizika wote. Ukenda Kenya mashallah kuna wakubwa karibu ya 200, kula mmoja kwa mkubwa mimi, hata kumsikiliza mwingine. Kwa ufupi hatuna mtu ambaye kwamba sisi ni marjia au ni kiolezo au akitoa kauli tutamsikiliza. Lakini zamani walikuwa watu nao mmoja, watu wote walikimsikiliza wakati wake bila ya kufanya uchaguzi, bila ya kuwekwa na mtu, tulikimsikiliza. Kitoa kauli ni kauli moja tu. Madamu amesema yeye bwana, si hatuingilii bwana. Madamu amesema yeye, na pengine kuna mwingine mwanachuoni ameona kauli nyingine na ametilia nguvu, atakwambia bwana, mimi nimeona kauli ya fulani ina nguvu zaidi, lakini fulani amesema na ile kauli iko, basi tuifuateni hii, tusimvunjie heshima yake ile tulionayo. Sasa sisi tutakwenda kutafuta hasa kauli, tuchekure vitabu tupate kauli ya kumwangusha tu. Amekosea bwana, Imam Nawawi hakusema hivi bwana, Abu Jarimi hakusema hivi, sijui kitabu kadha, ili manake tuangushane. Na hii ni siasa ya Kiyahudi. Ahli sunna wana haki 100% na waonekana wazi, lakini hawana msimamo 100%. Hawasimamii mambo yao, hawasimamii elimu yao, hawasimamii mashekhe zao, hawajengani wao kwa wao, hawana lolote. Wapo ni watu tu, tena ni wengi sana, lakini wingi wao hauna maana yote. Hakuna kukusanyika hivi tukaweka mmoja tunaweza kufanya. Wale wakubwa zetu wakatualika mashekhe wote dunia mzima, ukukajadiliano hata kama ni miezi 3, katika wao akakubaliwa na wote ya kwa huyu ndio mwenye kalimatu nafidha, na naibu yake upande kadhani fulani, na naibu yake upande kadhani fulani. Tutakuwa tuna raha sana, lakini hatuwezi wala hatutoweza. Sababu yake tukifanya, maslaha ya zile dola zitaanguka. Kula serikali yataka ule alomchagua yeye serikali awe ndiye mkubwa, sio alichaguliwa na ulamai. Serikali yenyewe, rais hajui kusoma, hana chote, amchague mtu anayemtaka, amwambie bwana, mimi nitakuchagua wewe ndiye mkubwa wa watu wote, lakini kwa sharuti nilisemalo mimi uliunge, ukinipinga nitakuondosha. Hii dunia mzima. Basi wale mkulu wa shuyukhul balatale wako chini ya wafalme. Wafalme kufanya neno wao walitafutia musawiri, lakini la failo kwa sababu ya kadha wako kula mahala. Hata huko sema watafuata kitabu na sunna, wafuata hawa zao. Ule shekhe wao hana ruhusa ya kusema jambo ambalo litamgusa mfalme kabisa kabisa.
lazima afuate mwenendo wa wale wafalme. Fatwa iambatane na mfalme, sio mfalme kwa ataiambata fatwa. Kinyume cha zamani. Zamani yuko mwanachuoni alikimgilia mfalme na akamwambia atakalo, na mfalme akamwambia marhaba, nimesikia, tena usituache, ukiona jambo kama hili utokee, sisi tuko chini yenu bwana, mtuongoze. Zamani tulisoma visa kama hivi vingi sana. Na mfalme kama hakusikilizwa alikuwa hajali apigwe, hajali asumbuliwe, lakini madamu na haki. Na yeye yule mwanachuoni alikuwa hasemi kwa hawa, hasemi kumchukia mfalme wala kuchukia raia, alikisema ni haki ameiona, na uko tayari akibadilishwa fikra aiache ile haki. Sasa kwetu hakuna mambo kama haya. Visa vingi watu kupambana na wakubwa bila kujali, na wale wakubwa walikuwa hata hawaoni uchungu kuambia, bali walikifurahika. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alitoa makosa mbele ya watu, aliinuka kama alhamdulillah, la khaira idha lam taquluha lana wala khaira idha lam nasma'ha minkum. Hapana khairi kenye hamtuambii maneno kama haya, na hakuna khairi kama si hatusikilizi mkituambia. Tuambieni mambo kama haya, tunataka mtuambie. Mwanamke alikimtolea makosa Sayyidina Umar alisema, sasa nataka mahari yasizidi mahari ya wake za mtume na banati wa mtume. Mtu akioza harusi zaidi hapo nitamuondolea. Akainuka mwanamke akamwambia, sasa Umar, tufuate Qur'ani tukufuate wewe. Qur'ani imetuambia wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Leo mkampa mwanamke qintar, msimchukulieni, mwacheni haki yake, ili maana yake tuweze kutoa mahari hata qintare. Sasa wewe tuambie tufanye kipimo maalumu, na Mungu ametuachia khiari tufanye. Sayyidina Umar akamwambia, asabati imra'a wa akhta Umar, mwanamke amepata na mwanamume Umar amekosa. Amekubali Sayyidina Umar kwa amekosa. Masahaba walikimwambia wakimtolea makosa, na wote khulafa ar-rashiduna wakitolewa makosa walikifurahika. Na wale wafalme ambao kwamba watafutao uadilifu, ukiwatolea makosa walikikubali. Sasa yapi sasa mfalme yeye ndiye alomtawali mwanachuoni, na mwanachuoni kwa bwana msiwezi kusema kweli ile makosa hakuna ndani ya Qur'ani wala hadithi. Lakini sasa mfalme ataka, nikimwambia nitatolewa kazini mimi, wacha kitabu na sunna tuache kando, lakini nisije karibu kitumbua changu. Wengine kwambia hasa mimi nakitengeneza kitumbua changu, nikitia matope au kitia mchanga sitokila tena, wacha tena tu hata natungie motoni. Ndio mtume sasa anasema ajraukum ala alfutya ajraukum ala an-nar. Jauri zaidi kutoa fatwa ndiye jauri zaidi ukiingia motoni, maana yake ndio motoni mwanzo. Wao jitolea fatwa kwa ajili ya maslaha yako. Watu walikikataa kutoa fatwa, wakiambia hatujui jambo, akiulizwa wengine wakabala, msiniulizeni mimi sijafika wakati kuulizwa, kama ulizeni kadha, na ule la msiniulizeni mimi, na ule msiniulizeni mimi. Wengine fatwa ikazunguka, kula mmoja aogopa kwa sababu hataki kutoa fatwa, sababu yeye hajafikia wakati wa kutoa fatwa, na yeye ni mwanachuoni mkubwa kabisa. Mayahudi wametuondoshia heshima ya ulama. Sasa wako katika hatua ya pili, kuondosha heshima ya Uislamu. Uonekane Uislamu ni kitu kibaya kweli kweli. Mtu kwa Muislamu manake ni kama kuwa na sifa zile mbaya ambazo kama tuambiwazo, labda amekuwa nani, amekuwa ni mafia, amekuwa ni nazi, kama amekuwa ni nani, magaidi, kumetoka majina kamusi mrefu, al-Qaida, al-Qaima, al-Rakia, al-Sajida, zimejazana, zote za pingwa. Tumekuwa sasa umekuwa Uislamu waonekana ni kitu kibaya, na Uislamu wake ni kitu kizuri. Tupige ni mifano ya kwetu sisi tulipokuwa ni Waislamu tu, tuishi na heshima ya Uislamu. Miji yetu ilikuwa na amani namna gani? Majumba tukilala wazi, si Lamu, si Unguja, si Mombasa, si Bagamoyo, miji ile Kiislamu ambayo likishi jumuiya za Kiislamu, majumba yakilala wazi, na mtu akitaka kuondoka kwenda safari, pengine kitu kwa Ungongo au kamba kafunga katika reza tu kufahamisha kwa sipo, na atakwenda mwezi mzima hasubutu mtu kugusa. Sasa
Tizama milango ya chuma iliyojazwa, mlango wa kwanza, wa pili, kufuli 7 zimetiwa. Huyo pia nani? Binadamu. Zamani alikuwa mtu kiokota kitu kile bwana, utaona cha tafuta, utaulizwa tu, hakuna hata mmoja afanya ujauri akasema ni changu. Mimi hapa Unguja nimeona safari moja zimeokota shilingi 100 msikitini. Za nani? Kuna mmoja, si zangu. Zimekaa siku 2 atafutwa mwenyewe. Hakuna mtu kubahatisha akasema bana ni zangu. Kwa sababu nini? Aogopa kusema ni zangu. Sasa leo tumekuwa mabaya yote ni sisi. Na kwa bwana Mungu awache afanye takalo bwana. Tunyang'anyana, tuvamiana, tunyongana, mtu amnyang'anya ardhi mwenzake bila ya kujali. Na Mtume sema mwenye kutukua kiasi cha shubiri ya ardhi itang'olewa ile ardhi mpaka ardhi ya 7 uvishwe nao siku ya kiyama katika shingo yako, na itakuwa yote ni moto. Shubiri moja, ukitukua eka moja utavishwa vipi? Utalibeba vipi hilo shubiri moja kwa ardhi 7? Je, eka mzima utafanya vipi? Lakini hata hujalikaa bwana, ardhi ni ya Mungu bwana. Yeye atafanya nini bwana? Ardhi hatumii kama bwana, mimi nitakutumia, lakini ni yake. Muombe kwa hisani, usikiliza naye kwa bei, ajirisha, fanya kichote na wewe msaidie mtu, mwazime. Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kumazima mtu ardhi, waweza kumazima mtu hata mbuzi. Huyo mbuzi tumia maziwa, sikumtaka hata kuja kumchukua. Waweza pia, waweza kumazima mtu chochote, lakini hakuna tena. Sasa ni mabavu tu na ushahidi wa urongo, shahadatu zur. Uongo, mtu uko tayari kutoa ushahidi na kutengeneza khatu muzawwar, ikatoa masaini, hata ikaonekana ni ajabu. Ilikuwaje? Na mtu akipelekewa aone hata hajali kama khati imetiwa muzawwar. Na watu walikifanya hata kwa khulafai, kuletwa khati moja kwa Mtume amewapa watu ardhi, na kuna na mashahidi. Mmoja ni shahidi ni Saad bin Muadhi, mmoja ni Muawiya bin Abi Sufyani, mmoja ni Saidina Ali. Ule kadhi kama bwana, kwa hisani yako hii karatasi ni uongo. Kwa nini? Akaambia Muadhi bin Jabal, Saad bin Muadhi amekufa kabla ya kusilimu Muawiya. Walikutana vipi katika ushahidi? Mkipanga pangeni, ni hatari. Waarabu kwa idha kunta kadhuban fakun dhakura, ikiwa unataka kusema uongo kumbuka, usije ukanaswa katika urongo. Ule mmoja alipa pasipoti kwa sehemu za Kenya za magendo. Maana zamani kuna namna huiba pasipoti ukatia picha yako. Sasa yeye kwa haraka hakuitizama pasipoti. Alipoipeleka pale katika safari, ule bwana naye ni mzee, akamwambia bwana wewe miaka 12. Kama pasipoti imeandikwa umezaliwa 1972. Sasa 84 tu, wewe miaka 12 na ndevu zote na kwenda. Sasa alitizama ile kutia picha tu, hakutizama ile mwaka wa kuzaa. Akaambia hivi miaka 12 hivi, akili yako mwenyewe wakubali. Alighafilika kwa hili mpaka leo miaka 12. Idha kunta kadhuba fakun dhakura. Na hii ndio siasa ambayo kwamba ujue hata kule Lamu itapatikana kiswa. Mmoja nahudha alileta magendo, alipopeleka kwa kadhi akasema mimi sina hudha kamwe, baada ya kwenda sikuleta mimi, akadami sina hudha. Wewe sina hudha kabisa. Hujui kazi una hudha kabisa? Mimi sina hudha kabisa. Kadhi akamjua, kadhi alikuwa na busara, akamwambia kaa pale kwenye bao. Kakaa kwenye bao, baada ya saa nenda zako. Ule bwana kaenda zake, kaona ameokoka. Na kule ofisi ya Lamu iko juu. Ule kadhi akasimama juu kule katika rosha, kamgojea ule. Akipita nakhudha labeka, kama mtieni ndani. Sina hudha kama labeka nini sasa? Bwana amefika mwenye nakhudha labeka, kama mtieni ndani tu. Na hapo yataka busara. Mambo mengi sana. Nitapenda kutoa kichwa Sayyidina Ali bin Abi Talib kidogo, tupate wale makadhi na wahukumiaji wajue kwa jambo si kuhukumu dhahiri na upelelezaji wa ndani. Mabwana wane walikwenda safari ya kufanya biashara. Zamani kuna musimu
wakwenda mahala kadha na musim. Kama zamani kwetu watu wakaenda Pemba, wengine wakaenda Banadiri. Tulikuwa kuna siku maalumu za kwenda Banadiri, kuna siku maalumu za kwenda Pemba, na watu wote mashallah wakaenda, walikirudi wazuri. Wao wakaenda katika sehemu za mbali huko. Walipokwenda wale watu, waliporudi wakarudi watatu, mmoja hakurudi. Wale watoto wakaja kuuliza wale watatu, baba yetu uko wapi? Baba yenu amepata ajali, amekufa, na tukamzika. Ameacha nini? Maskini alikuwa hata hajawahi kufanya kazi, amekufa, hana chochote. Yale mali yake aliyokuwa nayo kaambia pia hakutuenesha, tujue kwa mahali gani. Sisi tumefanya wajibu wetu, tumemzika Kiislamu basi. Wale watoto akasema hivyo anavyozungumza mimi na shaka nao. Wakamwendea al-Qadhi Shurahi. Al-Qadhi Shurahi ndiye kadhi mkubwa wa miaka mingi, tangu hata Sayyidina Umar na kadhi mpaka Sayyidina Ali, lakini ni kadhi wa dhahiri, anafuata vile nususi tu. Alipokwenda kushtakia wale watoto, kadhi kawaita wale watu kwamba nyinyi hamkumnyang'anya baba wala la, mweza kula 150, hamkumua wala kumnyang'anya. Wale kamba taweza kula 150, mtakula 150. Naam, wakala 150. Kadhi Shurahi kamba watoto ndani zenu, imekwisha, wamekula 150. Wale watoto kasema hatujatosheka sisi. Wakamwendea Sayyidina Ali, na alikuwa ndio khalifa wakati ule. Sayyidina Ali kama mwajulikana mmekuja hapa, kamba la, msijulikane pia kwa mmekuja kwangu. Kula mmoja apite njia yake mbali, hata msifuatane pamoja. Sayyidina Ali baada ya muda katoa askari wake 6, wawili wakamkamata yule, wawili wakamkamata, wasipite njia moja ya kupambana, kula mmoja apite njia yake. Wakapelekwa mahala kufungwa karibu, lakini hawasikiane. Sayyidina Ali akawatia ndani wale watu. Asubuhi kafanya majlisi karibu ya wao, lakini yule mmoja uko nyumba ile, mmoja uko nyumba ile, mmoja uko nyumba ile, hawaonani wala hawasikiane. Sayyidina Ali kamweka, mleteni wa kwanza. Ilikuwaje babao hawa? Alikuwa ni mgonjwa, sisi akafanya homa kidogo akafa. Mlinifanya vipi? Tukamzika. Alomswalia nani? Ni kadhaa. Alomsomea dua nani? Ni fulani. Takbir, watu wakuja takbir, Allahu Akbar, kwa nguvu Allah. Sasa Sayyidina Ali kama mrejezeni ndani, mleteni wa pili. Wote kama upuzi, kaletwa wa pili kama hana, wewe sema sasa. Si mimi, ni yeye peke yake. Maana sikiliza takbiri, aloanza ni yeye. Ilikuwaje? Ukisema uongo, yeye alikuwa kadha, mimi nilikuwa staki, lakini yeye akaanza tena yeye, ilikuwa namna gani, zilikuwa ni ngapi? Akasema ile idadi ya pesa nyingi sana, kumbe yeye ndio alipata nyingi kuliko watu wale. Ikawa vipi? Akaanza tena kutoboa siri, kama pia takbiri, wakapiga takbiri. Mleteni wa tatu. Wao wawili ndio wabaya, mimi nilikuwa staki. Mlikuwaje? Wakaletwa wote watatu. Sema wewe wa pili, sema watatu. Hao wa kwanza walisema vipi? Ni wao. Kama umesema amekufa kitabia, mmemzika. Nyote ni pamoja, kwa sababu kwanza mulete idadi hii naitaka. Kafuatana na watu kama katafuteni mali katika mali yao mpaka hii idadi waliosema wailete, kaletwa. Kisha kama na sharia mtanyongwa nyote watatu, sababu akishirikiana watu wote kumuua mtu watanyongota. Sayyidina Umar alisema law tamala ahlu Sanaa ala qatl rajul la qataltuhum jamia. Leo watu wa Sanaa wote wakamuua mtu mmoja, wakakataa hata kumsema leo, nitawaua wote Sanaa mzima. Basi angalia busara na elimu. Ule kadhi alitumia elimu tu, Sayyidina Ali alitumia busara mpaka kenda akamshika. Basi na hapa ndio wale wa makadhi na mahakimu wasitumia elimu tu, sababu kuna watu wengine, ndio Mtume akasema fala'alla ba'dhum an yakuna alhana bihujjati min ba'd. Pengine mwingine hodari sana kusema kuliko mwingine, hodari kusema, atakupa lugha mpaka utaitakidi kumbe ule hodari kusema ndio mwenye makosa. Sasa utakotumia na busara zako na upelelezaji wako na uicheleweshe ile kesi. Lakini masikitiko sasa ya wapi hayo? Ni ngano. Siku hizi kadhi ni pesa tu. Ukipeka pesa mahala kuisha wewe, au ukimpelekea pesa illa man asamahu Allah. Hakuna mawakili, hakuna majaji, hakuna wasali kwamba warabu kwa min alqimati lilhadhiri, tangu juu ya jabali kilele mpaka chini kote ni matatizo, hujui upatengeneze wapi. Lakini zamani ulikuwa makadhi wana adala, huwezi kumpelekea kadhi kitu siku ya kesi kabisa. Tuko
Tuko kama Yahudi wametuharibia. Leo tumekuwa hatuna wakubwa, mashekhe wote watukana, mashekhe wote wavunjiwa heshima, na utastajabu mtu aweza kufanya hivyo bila kujali. Basi kama arsalna, ni wangapi tutumiliza min nabii, tena ni manabii fil awwalina, katika watu wa nyuma. Wama yatim, haiwajii wao, min nabii, mtumi yoyote, illa kanu bihi yastaziuna, ila ambao huwa akifanya istihzai. Hakuna mtumi yoyote asodharauliwa na jamaa zake, hakuna mtume yoyote asofanywa istihzai na jamaa zake. Basi ukiwa ni mtume, basi na muongozi yoyote mpaka astahimili kudharauliwa, kupaka matope, kubandikwa, kunyang'anywa, kupigwa, kuadhibiwa, na lingine likitokea lolote astahimili, madamu yataka kuongoza. Sababu binadamu ni wale wale, hawakuwa kubali manabii, watakukubali wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye kwamba utakusipatikana chochote, uishi tu ufanikiwe, watu wakupende? Utapata dharubu. Waswahili kwamba utakula lubu, utasumbuliwa kweli kweli, utatukanwa. Na kule ule ambaye kwamba hafai kukuvunja heshima ndiye atakuvunja heshima zaidi. Ili manake ithibiti msimamo, una msimamo au ni mtu wa mchezo. Basi mitume walikiudhiwa wote. Sanna Muhammad kasome tarikhi zake, mambo yaliyompata mabwana wakubwa wa kwetu hapa. Tusomeni tarikhi zao. Kina Habib Umar bin Smeti, usisikia mbia radhiallahu anhu kwa alipata sokoni kiuzo kainunua bwana, alipata dharubu kweli kweli, mpaka wakawa taabani na fitna na kubandikwa mambo na kuzuliwa. Al-Habib Ahmadi mpaka leo watu wasema wanavyotaka. Hao kina Ali al-Habshi mpaka wakafanywa wakarogwa wakapewa uganga. Na mashekhe wakubwa kina Habib Saleh mpaka ka nje hata kutangamana na watu. Al-Imam al-Haddadi mkubwa akakimbia Tarime akaenda kukaa Hawi. Kwa nini? Al-Imam Abdullah al-Aidarusi mambo yaliyompata. Kwa wasomeni wale wakubwa. Habib Saleh alisema neno moja zuri sana, akasema makosa yetu sisi tumueleza mtu ukamilifu wake, hatumuelezi mwanzo wake. Sasa watu hupotea kwa hapo. Alikuwa mtu mkubwa, alikuwa walii, alikuwa na karama nyingi, alikifanya tahajudi. Basi sasa wewe huonele mambo kama ngano, mueleze alikicheza, alikiiba maembe, alikishikana mereka, alikenda mbio, umweleze ule udogo wake, alikifanya fujo, alikivunja vyombo nyumbani, kisha baada yake akawa hivi akawa hivi, ili na wewe ukioko pale kumbe mimi niko hapa naweza kufika kule. Lakini alikuwa tahajudi, Qur'ani yote kisoma, mambo yao si yetu. Kwa sababu kosa makubwa sema sisi tumueleza mtu mwisho wake, hatumuelezi mtu mwanzo wake. Na si makosa kumweleza mtu mwanzo wake, sababu watu sampuli 4. Kuna watu mwanzo na mwisho ni mzuri moja kwa moja, hauna mukhalafa, na wako wengi mpaka kwetu alhamdulillah. Na kuna watu wengine mwanzo wake kidogo ni matata, kisha kapungua kawa mzuri. Kuna wengine mwanzo wake ni mbaya hasa wa hali ya juu, kisha kawa mwema. Kuna wengine ni makafiri hasa, wakasilimu wakaongoza, tena wakawa wakubwa sana. Tuna mfano katika tarikhi maarufu al-Karhi. Maarufu al-Karhi alikuwa ni Mkristo, kwa visa vyake virefu akasilimu mpaka kaeni shekhu tarika. Tarika zote zinaijaza maarufu Karhi, tarika zote. Wangapi wengine walikuwa ni wanyonge, wengine walikuwa ni makati tariki, kina Malik bin Dinari, kina Fudhail bin Iyadhi, walikuwa ni watu wa makati tariki. Lakini leo kwa sababu ya aya moja tu na kilima kimoja tu wakawa ni mawali wa mstari wa mwanzo. Usikate tamaa ukajiona labda ni mukhalif ukasema bwana hatufikii tena bwana. Mambo mawili hayatakikane: al-yasu min rahmatillah wal amnu min makrillah. Tahadhari mambo mawili. Al-yasu min Mungu basi anipe mimi wali, kutoka huu wali hauna thamani tena. Mambo yangu ni haya, niyafanyao Ramadhani tu hayasemeki. Je, mfungo mosi nimeyafanya mangapi? Mimi siwezi kuwa wali, wewe ndio waweza kuwa wali hasa. Na al-amru makrillah, Mungu anadhibu mimi kwa nimekosa kuadhibu.
Wako wengi bwana, tajaza motoni bwana. Sisi bwana hata tukafanya lolote hatutii motoni sisi. Yote mabaya. Ishi baina rajai na hofu. Yaduna na raghaban wa rahban. Raghaban wa rahaba, huku ogopa huku atarajia. Usishike mezani moja, khaufan wa tamaa. Huku ogopa huku na tamaa. Hapo ndio utafaulu. Basi mitume wote walipambana istihzaa na muongozi yoyote. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min almujrimina, kila mtume una adui yake katika watu wale mujrim wenye makosa. Hakuna yoyote asokuwa na adui, hakuna yoyote asopingwa, hakuna yoyote ila kama mtu hana kazi. Kama hana kazi hujipinga mwenyewe, akafanya mambo ya vituko mpaka watu wote akamchukia kwa yeye mwenyewe, akajiayua mwenyewe kama sabuni ilitoa ndani ya maji. Mmoja kona ilikuwa ni pande kubwa, mmoja kuonekana ni maji watukua, hamna tena sabuni. Lakini ule mkweli atapata dharubu tena nyingi sana, na walikuwa mahodari sana kujiokoa. Walikuwa hawakasiriki wala hawawi na tabia kwa manake kwa nini si kufanywa hivi. Hapana, walikivumilia kweli na wakifurahika kweli. Tena wengine wakishambuliwa ndani ya madarasa, wengine wakishambuliwa ndani ya barabara, wengine wakatungiwa vitabu, na mpaka leo tuona wale wasimamizi wa kweli watungiwa vitabu. Wengine wamewekewa idhaa hasa za kutukana watu. Tajua mpango kama huo kweli? Basi mmeweka idhaa kumtukana mwanachuoni wa Kiislamu, hamweka idhaa kumtukana Mayahudi na Manasara, mkatueleza hatari yake. Kuna idhaa maalumu zimewekwa kutukana ulama hizo. Lengo lake nini? Ni kumuongoza yule mwanachuoni au ni kuikashifu sisi Waislamu kwa manake ni wabaya? Basi ndio hiyo. Hakuna mtume asopata istihzaa. Fahalakna, tukawaangamiza. Ashadda minhum, wakali kuliko hao Makureshi. Batshan, kwa nguvu. Kuna watu walikuwa na nguvu kweli, wakichonga majabali, wakifanya majumba. Watu wako wapi? Wenda kaangalie katika tarikhi. Fatilka buyutum, hayo majumba yao. Lam tuskan min ba'dihim illa qalil, hajakaliwa mpaka leo. Qaum Adi walibakia majumba yao. Fasbahu la tara illa masakinahum, au fasbahu la yura illa masakinum, yakawa inaonekana majumba yao. Thamudi wakanu yahituna min aljibali buyutan, yako majumba yao diari Thamudi mpaka leo. Nenda Misri kaangalia haramu ilikuwaje, walijenga vipi watu kama wale? Ni nguvu sana. Maana haramu ni katika jengo. Watu wanasema kila kitu kinaogopa dunia, lakini dunia inaogopa haramu. Sababu mpaka leo ziko jiwe lake moja hushinda huu msikiti. Waliliweka vipi juu? Lile la chini tumekubali, hata lile la chini waliliburuta vipi mpaka likafika pale penye msingi? Hakuna makrini, hakuna magari, hakuna chochote, ni nguvu tu. Kweli likae kwa jiwe moja la harami. Sisi watu wa Unguja wote tukaba tulitingisha, tutaweza kulitingisha tu jiwe moja la harami tu? Waliliweka juu vipi? La kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Majapani walijaribu kutaka kujenga harami kama za Misri bila vifaa vya sasa, wameshindwa. Wajenge harami kama za Misri, wasitumie vifaa vya sasa, watumie nguvu tu, wakashindwa. Kisha kwa waliangamizwa wote. Fahalakna ashadda minhum batsha wa madha, na imepita mathalu awawina, mfano watu wa nyuma. Kasome tarikhi. Hakuna kitu kikubwa kama kusoma tarikhi, na hakuna kitu ambacho kwamba cha ajabu kama tarikhi. Wanazuoni wanasema tarikhu yuidu nafsa. Ni kweli, tarikhi inairejeza wenyewe. Yale yaliyopatikana ni yale yaliyopatikana sasa, yale waliosema ni haya sema sasa. Atawasau bi, walihusiana, bal hum qaumun taghun, ni watu potevu. Vile lile ulioambiwa wewe usikasirike, kalichekura kwa kitabu, utaona mtu ameambiwa vile tena mkubwa kuliko wewe, akushinda kwa yote. Lile kupata wewe, utaona mtu limempata lile. Hata utastaajabu, wahusiana, kuna mahala maalum anasomeshana tufanye hivi. Sasa wewe ukitaka kuishi kwa uzuri, usibabaishwe mtu na watu. Sijui umeelewa? Usibabaishwe mtu ukamchukia mtu kwa sababu ya watu.
mtu mchukie mwenyewe kwa sababu yako mwenyewe, lakini watu wote hata wakamsema ni uongo, na watu wote hata wakamsifu ni uongo. Hadithi mwendari za salihina tu, mtoto mmoja mchanga anyonya, kapita bwana mmoja Farih, nguo zake mardadi. Ule mama akamwambia, ya Rabbi, mjalie mtoto wangu kama yule. Ule mtoto akasema, ya Rabbi, sitaki kuwa kama huyo. Mtoto mdogo. Akapita mwingine, watu wamtusi na kumbandika na kumtukana. Akamwambia, ya Rabbi, mtoto wangu sitaki awe kama ule. Akamwambia, ya Rabbi, nijalie kama huyo. Akamwambia, vipi? Kama ule asifiwao ndio shetani mkubwa, na huyo atukanaye ndio shekhe mkubwa, amebandikwa tu. Ule Gandhi alisema, siku zote kutaka kumwangusha mtu, wewe sema tu. Mara kwanza ukisema, watu watasema ni uongo. Fulani kadhaa, fulani kadhaa, watu uongo. Nyamaza kimya mpaka wasahau. Ukisema tena kutaganyika, nusu tusema ni uongo, nusu tusema ni kweli. Kisha nyamaza kimya. Ukisema tena, mbona mambo unasikia sana, ni kweli ya mambo. Mara tatu utaanza kuaminiwa. Tena panga tu. Na watu walio kupanga mahodari wako tayari kula na mayamini bwana, na kutoa ushuhuda kwamba haya mambo ni hakika bwana. Lakini ni hakika, mbona hatuyaoni? Tuasikia hakika, halisikiwi, huonekana. Lolote bala, hata ukalificha namna gani, lakini ni uhodari, uslubi wa kupanga kumangusha mtu. Na binadamu siku zote hubadilika fikra kwa kusikia. Akisikia, ukasikia, ndio usiwe haraka we kumhukumia mwingine bila kuhakikisha wewe. Maana usimhukumu mtu kwa watu, mhukumu mtu kwa wewe mwenyewe, kwa uhakika ulioupata na ithibati uliopata. Sababu watu wengine utaona washambuliwa, tena watu wakubwa au mawali makutbi, ukasoma tarikhi zao utaona ni mambo makubwa sana. Wa madha mathal awawila, ulipita mfano watu wa nyuma, kuna wengi wamepita makosa makubwa, hasitusome tarikhi. Na tukimaliza maneno yetu, maana maneno mbele ni masala sasa kwenda katika mbingu na ardhi. Tuacheni mpaka mwakani inshallah taala tumalize maneno yetu. Sisi Waswahili ni watu tuna tarikhi kubwa sana, tuna thamani kubwa katika uendelezeshaji, lakini ni watu wanyonge sana kwa mawili. Kwanza, kudumisha liloendelea, kisha kueleza wale wakubwa zetu. Al-Habib Omar bin Sumayt Scott alisema, mafikiri milionia wako Misri tu na Hadramuti, na kwetu tunao milionia. Si milionia ya pesa, milionia wa mambo. Ni mafikiri kwa Misri na Hadramuti ndio mamilionia tu, maana watu wakubwa kabisa wako kule. La, kwetu kuna watu wakubwa, wana ilmu, wana maarifa. Na ukitaka wewe angalia nyumba za zamani zilizojengwa. Nyumba za zamani mafundi wa sasa hawezi kujenga. Nyumba zetu za hapa Unguja na Zalamu hazina joto la kuzidi wala hazina baridi ya kuzidi. Mwaka mzima hata kana joto, ukitoka nje utasikia joto hali ya juu. Ukiingia ndani ya nyumba badala ya kuzidi joto utaona kidogo hakujambo. Utasikia nje baridi kali, ukiingia ndani. Majumba yetu tunayo yale ya kizamani ya kiasili. Wamejenga kwa handasa gani? Nyumba za zamani hazivuji mpaka leo. Nyumba zetu kujengwa makonkreti na machuma na kuagizwa Japan na wapi. Mashallah, ikinyesha mvua afadhali kuweko barabarani kama kuweko nyumbani. Nyumbani utatota zaidi kuliko barabarani. Hizi nyumba zetu za kisasa. Watu wale walikuwa na elimu. Watu walikuwa na elimu daraja ya mwisho. Sisi tumesikia pale Lamu alikuwa mtu mmoja alikuwa amesomea habari za miqat. Siku ya mwezi yalikuwa haoni, macho yake dhaifu, lakini ikwambia muone ule mnazi na pana ule mti pale kidogo na pana kama kijitu, tizama pale juu dhiraa moja tu utaona mwezi. Ukiweko utaona pale pale, na kama hakuna kweli. Alikijua, maana yake mpaka kulekeza utakuwa wapi, na akikwambia umelekea upande huu na umelekea upande huu. Elimu hiyo ilipata wapi? Tumesikia watu, Sayyid Abdurrahman bin Ahmad al-Sheikh Abubakar bin Salim aliomba Ramadhani kueleza manaqib, akasema safari nitakueleza manaqib ya ahli Badri, lakini al-ashara mubashara sitowataja sababu leo julikana. Ramadhani kila siku eleze saa moja mzima manaqib ya ahli Badri. Basi alieleza mpaka Ramadhani kimalizika, ameeleza watu 7 tu
sio wale asharatul mubashara, sio wale asharatul mubashara. Watu kama hao ni wanazuoni. Kina Habib Ahmad bin Smeti, kitabu chake Manhal Urad alipotunga, watu Hadhramuti wote walishutuka, alikitungaje kitabu kama hiki? Tunao tarikhi zao, tumjua nani sisi? Kuna watu wakubwa sana tuweza kuandika sisi tukawa na kitabu. Juzi nimeona ajabu kuona ile tarikhi Dimishki ya Al-Hafidh bin Asakir. Dimishki tu, mji mmoja tu ameandika tarikhi yake, na kwa ni mji wake ametunga juzu 74, mujalladi 45 kwa pamoja, mujalladi 45. Kitabu cha Dimishki tu ajizai ni 74. Wewe naweza kupa karatasi naandikia tarikhi ya Unguja, karatasi 74 waweza? Karatasi 74. Yeye ametunga juzu 74, kula juzu ipungui magombo 100. Kwa nini si tukashindwa namna hii? Kuna tarikhi za ajabu, kuna watu wenye akili, kuna watu wenye fikra, kuna mambo mengi sana. Miji yetu si maskini bwana, ni matajiri sana. Lakini itakuwaje nikimwandika huyu nitakuwa nimejenga kina fulani? Ndio ugonjwa kwetu sisi. Huyu kwani hujui jamaa zao kina fulani? Nikimwandika kwa uzuri nitakuwa nimeajenga wale, utazidi kujiona. Afadhali afifie huyu mtu na kina fulani usipate jina na wao. Mwandike ule mtu kwa haki ya kumwandika, kisha baadaye na wale kina fulani washambulie. Kuna ubaya gani? Huyu alikuwa mtu mkubwa, alikuwa ni kadhaa, japo kweli watoto wake na wajukuu zake ni waovu kadhaa, haidhuru andika hivyo, lakini mpe haki, na ule usomtaka mueleze. Lakini hatutaki sisi ajulikane mtu. Tarikhi yetu imepotea. Hawa tulikuwa na Unguja kidogo tu. Kitu gani hapo kwamba hawakufanya? Sheikh Abdallah Bakathiri ameheshimiwa Hadhramuti mzima wakati wa Hadhramuti. Sayyid Ahmad bin Smeti amekubaliwa dunia mzima wakati wa dunia kuna ilmu. Al-Habib Omari mwenyewe ameniambia yako babu zangu wamenitangulia, lakini hawakupata niliyopata mimi. Wenye kutunga makama wametunga hapa, wenye kutunga nahau wametunga, wenye kutunga sarfa wametunga vitabu tena kama za ulimwenguni. Ukiona ile picha kwetu, ni kitabu, kikiona utakuwa ni kitabu kweli kama kilotunga kwingine na hapa kwetu. Tuko wapi leo sisi? Tuko wapi? Qur'an inatuambia fa ina tadhhabuna, mwenda wapi? Kwa sani yetu tuacheni ile mambo yetu ya kudharauana na kusahau. Tuanzeni kuamka na sisi, ngatuonekane katika dunia tupo na sisi, tena kwa insafi. Awe jamaa yake, awe jamaa yako, awe babako, awe ni mtukando, uwe wampenda, uwe humpendi, mweleze uhakika wake ule mtu bila ya chuki. Na tukifanya hivyo tutaendelea. Na nimependa kuzungumza haya sababu haya mambo kula kuchapo yapotea. Kula ya kuchapo yapotea. Tumefanywa hapa, kumekuwa na madarasa ya ilmu ya hali ya juu. Nimesikia Sheikh Abdallah Kadara Bakathiri asema alihudhuria darasa hapa msikiti Gofu, wakati Sheikh Salman Al-Alawi na Said Ali Badawi wajadiliana katika masala. Alisema mimi kwa sielewi chochote, huona kama uzungumza lugha nyingine, maana kuzungumza elimu ya hali ya juu. Nimekaa mimi kama mtoto mdogo. Sheikh Abdallah Kadara amesoma, Sheikh Salman Al-Alawi na Said Ali Badawi wazungumza masala ya kielimu, mpaka Sheikh Abdallah Kadara kajiona yeye labda mimi hata sijui kamwe, kumbe hata ile lugha haielewi. Na mnaoeleza kielimu, ziko wapi elimu kama hizo? Tukiuliza hapa darasa hizi zimesomeshwa zaidi ya miaka 100. Kuna mahala zimeandikwa. Ngasa sasa kidogo kuna kaseti zitatubakishia kidogo. Tuwashukuru wenye kaseti, tuwashukuru wenye video, namna yote kutabakia. Lakini kwa bahati mbaya umekuwa kurekodi sisi, wale kurekodiwa hasa wamekosa. Sasa watu tuonekana sisi labda ndio tuna maana, kumbe kuna watu sisi hata kwa ni unyao wao hatufai bwana. Tuseme ni kweli bwana. Lakini basi ni bahati tumekuwa sisi ndio tunaonekana. Ni kama yule sahaba mmoja, ndio mwisho wa maneno yangu, alipita mahala Al-Hira, akamwona mwanamke mzuri sana zamani. Alipokuja kusilimu akamwambia Rasulullah, mimi tayari kusilimu, lakini naandikie mkataba ule binti ya mfalme wa Hira niozwe mimi. Mtume akampa ahadi kwa siku yote kufuta Hira, binti ya mfalme
utaozwa wewe. Sasa alipoenda kupigana kweli Waislamu wakashinda. Ule mfalme Hira akataka sulhu. Sayyidina Khalid akaambia sulhu yetu ni binti yenu aoze raia wetu. Mfalme likaa mkubwa sana. Ule binti akamwambia sikizeni bwana, huyo ameniona zamani. Yafikiria mimi vile vile. Sasa nimekunjana mmenia mashimo. Tusiharibu tukamwaga damu kwa sababu yangu mimi. Kubalini, mimi najua kujiokoa. Kubalini. Kakubaliwa kwa binti ule ataozwa na akaozwa ule. Sasa wakati kumgilia ule binti ule bwana kamwangalia, wewe ndiye yule? Kamba ndiye mimi. Waliniona mahala kadha. Mbona umekuwa sampuli hiyo? Meno mengine hamna, mashimo. Akaambia miaka mingapi walioniona? Karibia miaka 20 bwana. Mambo yamebadilika, kumebadilika kila kitu. Sasa kamba utakubali kunioa mimi au nitakupa faida zaidi? Faida gani utanipa? Kaambia toa pesa utakazo, taja pesa utakazo nitakupa. Tufunguane mimi na mimi kwa amani, kwa khiari yako. Angoje kabla usishawiri, ukishawiri utaharibia fikra yako. Wewe sema tu pesa zote, kama pesa zote. Basi mimi nataka dirham 1000. Dirham 1000. Ule mwanamke hapa si nyingi. Ni nyingi, si nyingi. Wallahi sipunguzi, siongezi. Umekubali kwa upunguzi uongezi? Ule 1000 ni kama kumchezo tu hapo kampa. Akitoka kaambia jamaa, kaambia basi wewe hukuweza hisabu sio dirham 1000. Kaambia sijui baada ya 1000 kama kuna hisabu. Najua mwisho hisabu ni 1000 tu. Kaambia hapa ngasema 100,000, 1100, 1200. Naambia najua mwisho hisabu ni nini? Ni 1000. Kumbe ameuzwa kabisa dirham 1000 wanaolewa wanawake wa mashamba tu hapo kama hana maana. Basi muona akili kama hiyo. Mwenyezi Mungu inshallah atupe mwamko na baraka zao zipatikane. Waliosomesha darasa hili wote, waliotangulia barzakhi, Mwenyezi Mungu arahamu. Na waliosomesha wako hai, pamoja na kumshukuru Sheikh Harith ambaye kwamba yeye ndio msimamizi wa darasa kama hii, pamoja na lujna ya hapa, wamefanya kazi kubwa sana. Hii darasa ikawa na picha mzuri mpaka leo. Ni katika darasa mzuri kwa Serikali Afrika kwa picha. Kwa idadi sio, kwa idadi kuna darasa hujazana, lakini ni mjazano tu. Hapa ni watu wa heshima, ni watu wa ilmu, ni watu wa akili. Ukizungumza wajua uzungumza na watu. Nyingine kumejazana msikitini, lakini hawajui hata kumesema nini maskini. Wakitoka bwana darasa mzuri leo, kumelezwa nyinyi, bahati yako kama huko wako bahati yako. Basi tuwashukuru na waliotangulia barzakhi, Mungu arahamu. Na tumesikia kuna mmoja katika maratibu hapa jana ameondoka ghafla, Mwenyezi Mungu naye amrahamu. Na leo pia ndugu zetu kina Kulateno ipatikana msiba, ndugu yetu Ahmad Muhammad Shatiri, tumepata salamu kwa Sharif Hussein amefariki Mombasa. Mtoto Said Muhammad Shatiri mkubwa alikuwako ghafla, Mwenyezi Mungu amrahamu. Na ambao ni wagonjwa, mtoto wetu Samiri hayuko, babake naye amembabaisha kwa sababu ya ugonjwa. Mungu awape afya, na sote Mungu atengenezee, na amwati wetu wote waliokufa karibu na zamani Mungu awabarikie. Inshallah tutakutana kwa khair na afya. Mungu atupe umri wa khairi, na siku ya safari tuondoke na yeye uradhi na sisi, tusio